المنطق بالنحو جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل جمل المنطق بالنحو yapambe maneno kwa elimu ya nahwu yapambe maneno kwa elimu ya nahwu kwa maana ya kwamba jifundishe nahwu kwa sababu ukijua nahwu itakusaidia wewe katika uzungumzaji wako kila kitu ukiweke mahala pake kwa sababu faman yuhram al-i'raba mwenye kunyimwa elimu ya i'rab yani elimu ya nahwu binutqi ikhtabal kwa kutamka hutoshewa binutqi ikhtabal kwa kutamka hutoshewa yani ikhtabala binutqi hutoshewa kwa kutamka yani kutoshewa maana yake ni mtu kuwa atababaika atadangana hajui aseme vipi sasa hapa ni rufaishi au ninasibishi atachagua tu ndio kama ile inasema mtu usoma hadithi unsur akhaka zalimun au madhlumin unsur akhaka zalimun au madhlumin ovyo tu uko rufaisha uko ajulisha uko aamua tu peleka tu kwa sababu hajui maneno yake vipi ile unsur akhaka zaliman au madhluman yasema zalimun au madhlumin sasa itakiwi namna hiyo kwa sababu wanawachuoni wanahesabu kwamba kukosea katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unaingia katika wale wenye kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam maana ukabadilisha kwa sababu hujui elimu ya i'rab kwa talibu ilmu katika elimu ambazo anatakiwa azipatilize salafi kama anavyosema Sheikh Muhammad Aman al-Jami السلفي اسمع لا بد ان يكون لغويا سلفي لازم awe lughawi mtambuzi wa elimu ya lugha bali kusijua ulum za lugha ikiwemo elimu ya nahwu usijua ukawa watatizika kwa sababu elimu ya nahwu ilivyokaa inatatiza kwa watu ambao bado wengine Allah hajawafungulia ufahamu ni elimu inatatiza bali inawasumbua hata wale waliosoma kwa namna ilivyo mweko wake bahari yake ni ndefu sio fupi Allah akikufungulia maarifa katika hilo basi muhimidi Allah lakini kama bado wewe pambana uijue kwa sababu hii ndio ufunguo wa elimu nyingine sio kusema mimi bwana basi mimi nitaangalia fikhi tu muongo fikhi gani utakuwa nayo kama hujui nahwu kwa hiyo watakiwa ujue zile abjadiyat al-ulum elimu ya nahwu ifanye itqan na kwa nasaha tu kwamba talibu ilmi ni vizuri akasoma kitabu Matn al-Ajurumiyya limuqaddima vizuri kabisa akaifahamu fahamu vizuri kabisa hakikisha ile Ajurumiyya umeifahamu vizuri yazunguka kwenye akili yako kitabu kidogo cha mwanzo kabisa cha wanafunzi ni kuanza sasa ni kitabu kilichokuwa na baraka kwa sababu wengi katika wanaochuoni walisomeshwa kitabu kile wamesomeshwa na wao wamekisomesha kadhalika kitabu kama al-Mutammimatul Ajurumiyya cha al-Imam ar-Ru'aini ni kitabu muhimu sana kwa talibul ilm pia kisome vizuri kielewe kadhalika kitabu Mulhatul I'rab cha al-Imam al-Qasim bin Muhammad al-Basri صاحب المقامات كتاب مهم kabisa abiyati zile uzihifadhi kadhalika sharhi ya Mutammima al-Kawakib ad-Durriyya some vizuri kabisa vitabu hivi ndio vya kati na kati sasa vya kukuvusha kutoka kwenye mustawa wa chini kuleta katika mustawa wa kati baada ya hapo usome vitabu vya Ibn Hisham kama vile Qatrun Nada pate matni yake pia katika vitabu vya kati alafu usome shuruha zake sasa sharhi ya Qatr Nada kitabu kitaka uwe vizuri kidogo na Shudhuru Dhahabi sharhi yake lakini pia wakati huo usome Alfiya ibn Malik beti 1000 zile za nahwu za al-Imam ibn Malik
al-Jayyani rahimahullahu ta'ala na sharhi yake na sharhi ambayo ni mukhtasari nzuri kwa mtu mwanafunzi wakati na kati ni sharhi ibn Aqil ala Alfiyah ibn Malik lakini pia ukisoma sharhi ya khulasa yani hii Alfiyah ibn Malik ya ibn Hisham awdah al-masalik ni bora zaidi sasa unakomaa sasa ukivisoma vitabu hivi vizuri ukavielewa vizuri kabisa ukawa unafanya tatbiki ya kinahwu unasoma aya unaangalia aya hii mweko wake wa kiarabu unaposoma hadithi unaposoma ibara na ujitahidi kusoma kuhakikisha kila kitu unakiweka mahala pake katika i'rab kwamba hii ni tamyizi hii ni hali huyu ni fa'ili huyu ni maf'uli basi ujizoesha hivyo kila ukisoma wajua hapa mimi natakiwa nisome hivi pakiwa na makosa kwenye kitabu wajua kwamba mwenye kitabu hapa kakosea au wajihi aliyopita ni dhaifu watakiwa talibul ilm aende namna awe na nuru katika usomaji wake kwa hiyo vitabu vyote utakavyovisoma na fani zote utakazozisoma zitahitajia elimu ya nahwu kwa hiyo watu wajitahidi wanapoambiwa masomo ya nahwu na wanaposomeshwa vitabu vya nahwu usidharau na hizi ni katika elimu za ahlus sunnah wal jamaa usiwachie watu ahlul bid'ah wakazishika elimu hizo wakatamba juu yake hizi ni elimu za ahlus sunnah wal jamaa kwa hiyo watu wajitahidi kwenye kusoma elimu ya nahwu ukitaka ziada sasa hapo juu kuongezeka zaidi soma Mughni al-Labib na kuendelea huko mbele vitabu vikubwa hivyo Mughni al-Labib ibn Hisham kitabu cha mustafidun kwa hiyo imamu hapo anahimiza swala hilo kwa sababu an-nahwu qantaratul adab hal ahad yujawizu al-bahra illa bil qanatir nahwu ndio daraja la adab je kuna anayeweza kuvuka juu ya bahari bila daraja kuvuka mto bila daraja tutembea chini kwenye maji utaliwa na mamba pita juu ya daraja kwa nini kwa sababu innal kalama bila nahwi yumathiluhu nabhul kilabi wa aswatu zanabiri maneno yanapokuwa bila ya nahwi yanafanana na kubweka kwa mbwa na sauti za vienene kama vile kubweka kwa mbwa lakini sanahu ukisoma maneno yako yanakaa sawa hutoeleweka ukizungumza bila nahwu au wewe mwenyewe hujielewi utasoma ibara hapa huwezi kutafsiri ibara na ndio maana watu wengi utafsiri na kuleta tarjama za makosa kwa sababu nahwu wamefeli kwa watu wasipuuze nahwu na wale wasifanye ghulu katika nahwu isome kwa kadri ya kiasi ambacho kitakusaidia wewe kufahamu muradi wa maneno ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na maneno ya Waarabu na utamkaji wako utamki wa sawa sawa kwa sababu hii ni ilmu wa usulun mustanbatatun min kalami au istiqra'i kalami al-arabi ni maneno na misingi ni elimu na misingi ambayo imechotwa kutoka kwenye kuyapatiliza na kuyafuatilia maneno ya Waarabu yu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalim ufahamika kwa elimu hiyo na kwa fani hiyo mwishoni katika miishilizo ya maneno ya Waarabu binaan au i'raban wa binaa ukisoma sasa utajua kwamba hapa mwisho utakani nitamke hivi hapa nitamke na ile ibara inavyokaa kinaha utajua hapa inatakiwa nifasiri hivi sasa haingii akilini mtu ashika Qur'ani au ashika vitabu vya hadithi ataka kufanya tarjama na huku nahwu ajui haingii akilini atafanya tarjama vipi kwa lugha gani في طالب العلم السلفي لا بد أن يكون لغويا نحويا فكما فمن يحرم الإعراب بس من يكونيموا elimu ya nahwu elimu ya irabu bin nutq ikhtabal kwa kutamka hutoshewa